So okay, wakati mwingine tena tunakutana hapa na matumaini yangu mnaendelea vizuri. Leo tunasoma kuhusu cadence. Japokuwa kwenye root kule nishaeleza rafu cadence ni nini. Lakini leo tunapitia cadence ndani. Baada hapo tukija kupata muda tutaangalia mambo ya melody, pattern nini huko, second inversion. Baada ya second inversion nadhani tutaangalia mambo ya secondary, kuna vitu vingine. Lakini tuanze kwanza cadence ni nini? Kama nilivyokuwa kueleza kwamba cadence wanasema ni kama hapa nilieleza tu kwa summary, ni kama mtu anavyoingilia. Neno cadence limetokana na neno la Kilatini cadere, ambayo inamaanisha to fall, yani kama kushuka. Ambako sasa tukasema cadence ni kama kituo fulani hivi, kama unavyosema koma, nukta hivyo. Zile tutasema koma, full stop, semicolon, hizo ambazo zinaelezewa kwa kutumia kodi fulani. Mfano kodi ya Saussure yenye T. Mtu akitumia Saussure unajua kabisa, hata mtu akiwa anaimba unajua kabisa hapa wimbo hujakamilika, kuna vitu una miss. Kama mtu akiwa anasoma tu, akiweka koma unajua kabisa hapa bado. Lakini mtu akiweka do mi so mbele bila rest, unajua hapa inaweza ikawa mwisho hapa. Maana hizo ni kodi zinazotumika kwenye kuweka full stop. Ndio hivyo sasa. Kwa koma zinatumika kwenye kuonesha wimbo bado unaendelea, ambao tunatumia Saussure. Au kwenye koma tunaweza tukatumia nini? Do mi so tukawaisha na nini? Tukawaisha na kitu wanaita rest. Kitu wanaita rest. Sio kama mnanielewa. Kuna kitu wanaita rest. Kuna kama nyimbo ya Joseph Makoe. Mimi napenda kutumia mifano ya Makoe sana kwa sababu ni mtu ambao ni kama tumesoma shule moja ya muziki. Kuna kama wimbo hapa wa Makoe, ukiangalia kwa makini hapo wimbo ulivyoanza, unaona ameanza vizuri hapa na domiso yake, ameendelea na kodi nyingine paka hapa. Ukiangalia hapa kuna hizi nini? Kuna hizi rest hapa. Hii ndo cadence yake. 1 2 3 4. Hii ni cadence, lakini utashangaa mbona cadence ina domiso, maana hizi fungo G. Mbona cadence ina domiso? Mtu akiimba hapa anapoweka zile rest unajua kabisa hapa ni nini hichi? Mtu anajua ni wimbo bado unaendelea. Kwa hiyo ni koma, hii koma imeweka na hizi rest hapa. Japokuwa angeza kutumia Saussure, lakini aliamua yake do mi so. Kwa hapo ameonyesha koma pia kistaili yake. Lakini ukienda 1 2 3 4, hapa akatumia Saussure kwenye. Kwa hiyo phrase ya kwanza ameweka do mi so, phrase ya pili akatuwekea Saussure hapo. Umeona kuna T, kuna re, kuna so na kuna so. Umeona kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo ndio hivyo unaweza ukaona. Akaendelea 1 2 3 4, kwenye phrase nyingine nayo tunaona kuna Saussure tena. Umeona vitu kama hivyo. Lakini ukienda mpaka mwisho wa wimbo, mpaka hapa pena akaweka nini? Ameweka tena rest nyingine. Halafu mwisho kabisa wa wimbo kwenye hii amina hapa ndo katuwekea nini? Na nini ndefu kidogo. Katuwekea tunasema ka prolonging kodi hapa. Umeona? Kwa cadence unatakuja cadence inaonyesha tu nini? Ni kama chukulia kitu tunasema, yaani inaonyesha zile alama kwamba ni wimbo sasa hivi ni ku rise, ni ku fall, ni kupumzika, ndo mwisho au vipi. Lakini utaelewa vile tukiendelea kwenye nini? Ni kama pause fulani, tukiendelea kwenye aina. Sasa kuna aina za cadence. Kuna perfect cadence ambayo hiyo ndio inaitwa full stop, kama nukta. Unakuta mtu ameweka do mi so, ambayo utasema this term is commonly applied to tonic. Tonic kodi ni ipi? Ni ile kodi ya kwanza. Tonic in root position, proceed by dominant chord in root position at cadence point. Sasa hapa anachojaribu kumaanisha ni nini? Yaani hii full stop perfect cadence tushaelezwa kwamba ni inaweza kama ndio ameweka do mi so mwishoni, au do mi so ambao ni proceeded by dominant chord in root position at cadence point. However, tonic chord in root position proceeded by subdominant chord in root. Kwa kuna mtu anakuta mtu ametoka Saussure akamalizia do mi so hivyo. Akamalizia do mi so ndo mwisho wa wimbo hivyo. Saussure do mi so akaonyesha ndo mwisho wa wimbo. Ambapo sasa hizo anasema ukitoka falado ukaenda do mi so, tunasema ni plego cadence. Wala tunaanza mspi plego, spi inverted, ndo kama hii plego cadence ambayo ina grants as well as sense finality. Finality mwishoni. Finality inamaanisha mwishoni. Kwa hiyo tumetoka falado tukaenda do mi so ndo mwisho. Wengine wanaweza kutoka Saussure akaenda do mi so, inategemea. Umeona? Lakini hiyo ndio inaitwa plego cadence, ambao inaitwa amen cadence. Falado kwenda do mi so.
Anasema this is commonly used at the present time. Dunia sasa hivi anapenda kutumia so si re kama hapa ilivyo, root position ikaenda nini? Ikaenda kwenye do mi so. Hiyo ndo perfect cadence ambayo sasa ukitoka hivi tunasema ni tunaita plego sasa. Ambapo ndo current dunia sasa hivi wanamuziki wengi wanapenda kutumia hichi kitu. So si re kwenda do mi so. Hii hapa ilikuwa yani inaitwa hata ile kuitikia ile amina ile, kama unatukia tu amina kwa ile kwa njia yake na pamoja naye, au amina ile kwenye ile sala ya benediction baada ya kuimba sakramenti, ndio hivyo watu wanachezaga. Inategemea ni fungu gani father ameimba. Fa la do tunaenda do mi so. Huko ni do kwa do bado. Ukiangalia kwa makini hapo utaelewa. Hii inaitwa tunasema this was commonly known as amen chord. Chord ya amen. Lakini hiyo ndo plego cadence. Kuna mtu umetoka wimbo wako huko, umetoka huko umeenda. Lakini hapa hapo mwishoni tunamalizia kitu kama hicho. Ndio anachojaribu kukimaanisha. Nadhani kwenye perfect cadence tumemalizana hapa. Hizo ndo zile cadence za mwishoni mimi najaribu kuziongelea. Cadence aina ya pili ni imperfect, ambayo inaitwa comma au semicolon. Yaani obviously inaonyesha inaitwa imperfect. Perfect ni kitu kilichokamilika. Imperfect bado hakijakamilika. Kwa hiyo ni katikati ya wimbo zile phrase kule tunatumia. Sasa ukiangalia kwa sababu tumeshajifunza mambo ya short sentence zenye baa 8. Huko mbele nitajua kufundisha kuziprolong kwa sentence 2 3 tunatumia criteria gani. Lakini kwa hapa imperfect cadence ambayo tunaweza tukasema ni comma basi. This are middle cadence. Umeona nimekwambia ni middle, hizi zinatumika katikati huko. These are chords which give sense of incompleteness. Yaani mtu akiimba cadence nimekwambia ni means to follow. Yaani unaimba afu unafika mahali kama unashuka unatulia kidogo. Alafu ndio wimbo unaendelea. Sasa kuna staili ambayo ukishuka na kutulia nayo, mtu anajua wimbo bado unaendelea. Kwa kama ukatumia imperfect cadence kushuka sasa, au ukatulia, ukaimba ukaishia nota fulani, mtu akasikia ni either ni T ni so ni re, mtu anajua hata kama mtu ajui muziki lakini anajua wimbo bado hujaisha. Kwa hizo kodi zake zinaonyesha sign of incompleteness, ambapo kodi kubwa inaonyesha sign of incompleteness ni so si re. Hapo anasema hizi they are pauses in the middle of the musical sentence, especially at the phrase. Phrase ni kama ile mkwambia unatunga baa 8. Sasa baa ya kwanza, ya pili, ya tatu, ile ya 4. Kumbuka zile tunaziprolong, tunaweka nota kubwa zile. Unakuta nota imekuwa labda minimum au crochet hivyo. Mjisahau. Au unaweka crochet ya kawaida au hata 16 note ile quiver na rest. Ni wewe mwenyewe utakapomaliza kuiweka. Cha msingi mtu aone hapa wimbo ni sehemu ya kupumzika hapa. Lakini bado inaendelea. Kuna mtu unaweza kupumzika kwa kutumia do mi so ukaweka rest, mtu akaona bado wimbo hujaisha. Ukipumzika na do mi so usipeka rest, kuna wengine watafikiria wimbo wako umeisha. Kwa hiyo ili kuavoid ndio maana tunapenda kuweka so si re kwenye imperfect cadences hizo. Mfano jamaa ametupa hapa. Ametoka fa la do akaenda, umeona kodi ya 4, kodi ya 4 fa la do root, akaenda so si re root. Anakuambia it as well as kutoka kodi ya inaweza ikawa ni fa la do lakini base sio root, ni first inversion kwenda root. Inaweza ikawa hivyo. Lakini hii ndio imperfect cadence. Do ikaenda C. Mtu anajua kabisa wimbo hapa bado unaendelea. Umeona? Tunaonyesha hapa do mi so kwenda so si re. Hiyo pia ni imperfect cadence. Umeona? Kitu cha namna hiyo. Yaani unajua tunajifunza taratibu tu. Lakini sasa kunasema conditions in cadences. These are some demands that may affect the cadence at the normal order at the cadence point. Sasa hii hapa anajaribu kuonyesha kwamba yani kuna zile cadence ambazo unakuta badala ziapie kwenye perfect, yani ile point yake ile ya kawaida, labda tumezoea kwenye bar fulani au fulani, au kuna point fulani inatokea itokee. Hizi ni condition ambazo ni cadence zinaweza zikatokea pia, zina condition ambazo zinaweza zikaaffect ile cadence. Akaanza kusema kuna kitu inaitwa interrupted cadence, ambayo hiyo interrupted cadence, elewa kwa makini, hizi ni kama hali ambazo zina demand zinaweza zikaaffect cadence kwenye normal position order, ambayo ikasababisha yani cadence inaweza ikaingiliwa ikatoa kitu kinaitwa interrupted cadence. Nasema this normal occurs. Hii tunasema interrupted cadence. This normal occurs when dominant chord, instead of being followed by a tonic chord at the cadence point to form a perfect cadence. Yani tuchazoea dominant chord inapotokea alafu inatakiwa ifuate, yani so si re kitokea tunajua inatakiwa ifuate na do mi so. Sasa unakuta kuna muda mwingine inatokea alafu haifuatwi, ambayo inaitwa interrupted cadence. Anakwambia is followed by another chord except tonic. In most cases is followed by subdominant. Yani so si re afunda fa la do. In this sense
Therefore, that shall not be perfect cadence, but rather middle cadence. Sio kama tunaelewana. Kama hapa hivi umetoka so si re, umeona mwingine akatoka so si re akabadilisha akaenda labda kodi kama la do mi hapa. Hii sasa ameshaenda kwenye tunasema ameenda kwenye kitu tunaita secondary chords, lakini point yake ni nini? Yaani wewe umetoka so si re, badala umalizie wimbo kwenda do mi so, mtu anamalizia wimbo kwenye la do mi. Hichi kitu nimeshakiona kwa mtu nani? Tunzi. Sio yote nilichoona akifanya hichi kitendo pia. Sikumbuki ni wimbo gani, nikija kumbuka nitawaambia huko. Lakini hichi kitendo nishakiona. Sasa hiyo ukishaona imekuja hivi, tunasema itakuwa nini? Badala tuiseme ni perfect cadence, tunaita interrupted cadence ambayo inakuwa ni kama middle cadence style. Tunaona ametoka so si re hajamalizia do mi so, ameresolvia la do mi. Hiyo kwa ni aina ya cadence. Kwa hiyo tumetoka kwenye interrupted tunaenda inverted cadence. Usipoelewa jamani, kwenye kutunga tutarekebishana. This occurs when perfect cadence, instead of being in their normal order at cadence point, are inverted in different order and condition. For example, ukiwa kwenye so si re kwenda hivi, so si re root position kwenda kwenye do mi so root position, una invert, unaenda inakuwa ni so si re kwenye first inversion kwenda kwenye so si re second inversion. So si re first inversion, badala ya kutumia zile root unatumia inversions, ambayo ndio maana inaitwa inverted cadence. Ambapo hii point ngoja niwakumbushe jamani, nilisahau kuambia kwenye cadence haturuhusiwi kutumia nini? Tusipende kutumia inversions. Tutumie root kwenye zile cadence zetu ya 4, bala 4 na bala mwisho. Root yani tusempa kuweka root sana sana kwenye kwanza wimbo na kwenye cadences. Tupende kutumia root. Tusitumie zile inversion. Ndio maana sasa kuna kitu kama inverted cadence zimetokea. Kama hujanielewa vizuri, naomba urudie hizo notes ambazo ulizotuma kwenye kundi hapo. Anakuambia cha kushikilia. Ama inverting them makes them middle cadences, not perfect cadence. Shika kwa makini. Ukishatumia inversion kwenye sasa kwenye kumalizia pale kwenye perfect. Maana perfect cadence inakuwaga mwishoni mwa sentence. Japokuwa inaweza kuwa sio mwisho wa wimbo, lakini mwisho wa sentence. Unakuta kuna nyimbo ambazo zina sentence zaidi ya moja. Tutakuja kuzichambua. Pale ambapo unakuta wimbo umefika sehemu fulani, mtu ana rotate rudia mara mbili. Tutakuja kuchambua huko mbeleni. Sasa ukishatumia hizo inversions, tunazita tayari nini? Tunazita middle cadences, ambazo zinakuwa hizi inverted or interrupted cadence, lakini zinakuwa middle, sio perfect tena. The notes of the cadence chords should be durative than other. Yani anamaanisha ni point yake ni hapa kwenye cadence jamani, nota ziwe ndefu kidogo. Mtu anakuta anaweka cadence, kama umeweka nota fupi kwenye cadence, sasa hizi middle cadence ukiweka nota fupi, naomba uweke na rest. Sasa unakuta mtu ameweka do mi so fa la do, alafu anaingiza so si re hapo. Sasa hiyo cadence inakuwa hamna kupumzika hapo jamani. Durative yani ziwe ndefu kidogo. Hizo utumie zile long note minimal au crochet pamoja na rest, au quiver uweke na rest. Yani lazima uwe kunaonesha yani ile kufall, yani kama fulani lazima kaonekane, ambao nakwambia durative than other preceding notes. Nyingine zinakuwa na muda wa kawaida. More especially the last chord of the cadence, ile nota ya mwisho kwenye ya kuonesha cadence, either so si re iwe ndefu au do mi so kumaliza wimbo pale watu wavute nota iwe ndefu. This logical grants feeling of pause and finality. Kwa kama ile nota ya mwisho jamani, tupende kutumia nota zile ndefu ili hata conductor ajue anafanyaje. Tusipopenda kutumia hivyo tutakuwa tunaharibu. Tunaona huko cadence zote hizi middle cadence ameweka ma rest yake huko, japokuwa ametumia so si re do mi so hizo. Lakini ukija hapa mwishoni unaona alichotumia jamani. Tuige mfano. Baa zote mbili za mwisho ni do mi so, na ametumia nini? Ametumia kitu tunasema ameweka zile nota ndefu. Kwa mtu anaona kabisa wimbo umeisha hapa. Kwa lazima tuwe makini. Ukiachana nyimbo za anacrosis zina tofauti yake kidogo. Lakini ametumia wimbo wa Makoe kirahisi, maana tunaelewana zaidi mimi na mtunzi. Mambo yake ndio naelewa kiurahisi. Haya, hapo ni kwenye cadence, nadhani nimemaliza kueleza. Kwa cadence hiyo nilikuwa nimeeleza kidogo rough kwenye ile root position. Sasa nadhani kutumia maelezo ndio tu leo ushaelewa sasa cadence ni nini na umuhimu wa cadence. Maana ukitunga wimbo una cadence, sasa na mtu anaendesha gari ambalo halina breki. Yaani umeandaa tu kitu baiskeli haina breki inaenda tu. Ndio hivyo. Kwa hiyo cadence inatusaidia kumaliza wimbo. Umuhimu wa cadence kumaliza wimbo, kutonesha mapumziko muhimu hivyo. Maana sio kila kodi tu inakuwa kwenye cadence. Hapana. Sana sana so si re na do mi so. Na lazima unakuta either nimetoka so si re na do mi so au nimetoka fa la do naenda do mi so hivyo.
au referral anaenda source re, kuna kama namna kako hapo. Baada ya hapo tutaendelea na topic inaitwa nini? Motion. This is a movement of parts to particular directions. Na kufundisha hapa itakusaidia kwenye kuavoid consecutive pia. Kuna kitu inaitwa indirect motion. Ile kwamba motion ni ile movement of parts to particular direction. Unakuta parts labda siku ya kwanza inaenda hivi, ya pili hivi, au zinaenda zote hivi, au zinaenda hivi hivyo. Hizi motion. Maana kuna somo kueleza mambo ya contrary watu hawanielewi. Indirect motion ni nini? Hii inatokea wakati parts mbili zina move dissimilar directions. Ndio indirect. Dissimilar nini? Similar ni kama zikienda sawa, similar zikienda together. Dissimilar ni kama contrary motion. Yaani mwingine anaenda hivi, mwingine hivi. Umeona? Hasa mfano, kuna categories za dissimilar. Akaanza kutambia kuna kitu kinaitwa contrary motion. Hii inaokaa wakati parts mbili zinaondoka opposite. Moja inaenda mashariki, nyingine inaenda magharibi. Mfano kama hapa. Hiyo kwa mtu akamnikwambia contrary motion ni mbaya, avoid labda. Nadhani ujue ni kitu cha namna hii. Umeona? Hiyo ndio contrary motion. Hizi zinatoka hivi, moja ndio nyingine ndio hivi. Au zina move hivi. Lakini kumbuka zikifika hapa inaweza kapitiliza, nyingine kaenda hivi, nyingine kaenda hivi. Contrary motion. Kuna kitu kinaitwa oblique motion. Oblique motion hii inatokea wakati pati moja iko stationary, yani stationary ile imetulia sehemu moja, na pati nyingine ina move either towards the stationary kuifuata au opposite na hiyo stationary. Kivipi? Yani stationary ni tuseme sauti moja iko hapa, alafu hii nyingine ya pili inamfuata au inaenda opposite. Kivipi? Tuangalie kwenye mfano. Umeona kama hapa hivi? Kama hapa. Hii moja hii hapa ndiko stationary. Alafu ndio oblique motion, unaifuata ndio kuikandamizia hapa. Or hapa hizi ziko hapa, alafu huyu kama anamfuata huyu. Hizo ndio oblique. Si kama tunaelewana? Au yuko hapa hivi. Pati moja iko hapa, nyingine inaondokea hivi. Hatuwezi tukasema ni contrary. Maana huyu angekuwa anaenda hivi naye hivi, sawa. Lakini hii point yake inatofautisha huyu na contrary ni nini? Huyu amekwambia pati moja iko stationary, moja inakaa tu inatulia, nyingine ndio inaondoka. Hizi inaondoka hivi kwa kwenda hivi contrary au kwa kumfuata huyu. Hiyo ndio oblique motion. Kwa hiyo kuna contrary motion, kuna oblique motion. Zote ni dissimilar hizo. Haya, hizo kwa kwenye direct motion tuna contrary na yani kwenye dissimilar tuna direct na contrary. Chukua tumeelewana. Kwenye dissimilar motion kuna direct. Tunasema kwenye indirect motion tuna contrary motion, alafu tuna oblique motion. Sasa kwenye hiyo ni kwenye indirect. Tuende sasa kwenye direct. Direct motion nasema ni wakati parts mbili zinaenda the same direction moja, ambazo kategori zake ziko kama ifuatavyo. Kuna moja inaitwa similar motion. Hii similar motion utakuwa unaandika pembeni kama inaenda speed, kwa sababu inaokoa pia muda. Similar motion inatokea wakati parts mbili zinaenda same moja, same direction. Lakini ni different harmony. Kivipi? Umeona kama hizi? Hizo ndo similar. Nadhani tunaelewana. Alafu kuna kitu tunaitwa kwenye direct motion kuna similar, alafu kuna kitu kinaitwa parallel motion. Parallel motion ni direct motion ambayo inatokea wakati parts mbili zina move in the same direction na kuproduce the same harmony without regarding for quality. Sijui unanielewa? Ya juu yake harmony ni tofauti, lakini ya chini yake harmony ni moja. Kivipi? Umeona? Zote ni kodi moja. Hapa hii ni re na hii ni fa. Hii ni fa na hii ni la. Kwa kama re fa la, hapa na hapa zika move kwa step mbili, tunasema tatu. Yeah, third. Tunasema third ya kitu kama hicho. Kama mtu ametoka hapa first, second, third hapa. First, second kwenye mstari wa third hivyo. Hiyo ndo parallel motion. Kwa hiyo nikwambia parallel motion, avoid parallel motion na maanisha kitu cha namna hii. Umeona? Hapa anakuambia kuna movement nyingine nyingi hizi kama conjunct movement. Ambayo ni movement ambayo a movement by a step of a second it can occur in one part, two part or three respective direction. Kivipi? Yani kama hivi, hii ndio conjunct motion. Either zifuatane moja moja hivi au unaruka moja moja hivi hivyo. Inaweza kutokea pati moja au mbili, lakini step of a second lazima zifuatane. Ndio conjunct movement, conjunct au stepwise movement zinafuatana kwa hatua moja moja hivi. Zinaweza kuwa na sauti nyingine zinafuatana hivyo. Hiyo ni aina ya movement pia. Leap ni kwa kurukaruka. Hii ni movement inaweza kuwa kwenye pati moja au mbili au tatu, lakini kwa kurukaruka kama hapa mi ti so hivyo. Hiyo ndio leap.
Baada ya kumaliza hizo ni aina za motion jamani, unaweza ukazipitia hapo taratibu taratibu. Lakini hivi vingine hapa inaitwa pattern. Nadhani nitoka sehemu yetu ya mwisho kueleza pattern ni nini. Hii ni reproduction. This is a reproduction of various rhythm in melody. Hii ni kueleza various rhythm in melody. Nadhani tutakuja kuisoma pamoja na melody, alafu tutasoma aina za sentence. Sentence mbili zinakuaje, characteristics zake. Alafu ukitaka kuproduce sentence 2 3 unafanyaje? Umeona kama first statement inakuaje hivyo. Tutasoma hizo kipindi kinachokuja, kwa avoid mambo ya consecutive labda au move hivyo tutakuja kuona. Alafu nadhani baada ya kutoka huko tutakuja kuona sasa second inversion hapa chini. Kwa hiyo nashukuru wewe kwa kufuatilia. Kwa hiyo hapo natumaini mfuatilie hizo movement nilizozieleza hapo jinsi zilivyo. Mkimaliza naomba kazi ifanyike kutunga wimbo kwa kutumia root position na first inversion. Uoneshe cadence vizuri kama nilivyokueleza. Hizo utaamua unatumia cadence gani wewe kati hizo nilizoeleza. Lakini hakikisha unaenda kitaalamu. Lakini nataka kazi nyingine hapo ya root na vitu vingine. Root na first inversion kuonesha sana sana hizo cadence namna hiyo, na kwa play hizi movement nilizoonesha huko hivyo. Alafu kipindi kinachofuata tutasoma mambo ya melody na hizo second inversion, then utakuja kuangalia secondary chords ni nini. Lengo kwa sasa hivi pitieni hiyo kazi kwa unaandika pembeni vizuri. Ukishaelewa naomba ufanye kazi ya kutunga wimbo, maana kila muda nitakuwa naacha kazi ili mzoee sasa sheria. Asanteni.